Ninasikia tuombe sana, tuendelee kuombea taifa letu la Kenya. Utawala unaotawala taifa la Kenya ni utawala umejificha kwa Mungu sana, lakini sio utawala uliotoka kwa Mungu, na sio utawala unaoachiliwa na Mungu. Tumeishi kwa neema. Tumeishi kwa neema katika hii taifa, na tutaishi kwa neema ya Mungu kwa hii taifa la Kenya. Maana utawala wenye unatawala sio utawala umetoka kwa Mungu, ni utawala wa mtu mwenyewe binafsi. Sio utawala na sio uelekezo wa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Tunaita kanisa lisimame kwa mwanya ndio liweze kutawala katika taifa letu la Kenya. Maana taifa, watu wa Kenya wanakaa watoto wenye hawana mlinzi. Sio mimi ninasema, nasikia ya kwamba Kenya hakuna utawala. Kenya hakuna utawala. Ninahisi na ninasikia hivyo. Hata mwenye amekalia kiti hana utawala wa kutoka kwa Mungu. Mungu amsaidie, anyenyekee kwake, ndio Mungu akaweze kuingia ndani yake, ampatie kibali, akubarike, ndio aweze kusimama. Na ndio kumekuwa na roho ya kupinga na ya rejection, because hatawali kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Anatawala kutoka kwake mwenyewe. Anatawala kutoka kwake mwenyewe. Na kutakuwa kugumu sana, maana Kenya ni nchi ya Mwenyezi Mungu, ni nchi inatawaliwa na Mungu. Ndio kukawa na mvutano sababu ya utawala. Maana wakati Roho Mungu anashuka ndiye akatawale, anapata katika ule moyo hakuna mahali pa kuingia. So roho wa akaingia kwa wanalika, akaingia kwa young generations. Ukapata wote ni kama wameanza kuwa viongozi, wanatoka kila mtu na jambo lake lile angependelea Kenya ikue. Na hiyo roho iliingia kwa wanadamu, ikaanza kupiga aliyekalia kiti. Alipigwa sababu utawala wa Roho wa Mungu hauko kwake. Sasa kunaonekana Kenya hakuna utawala.
Kenya ni kama yatima. Serikali ya Kenya nasikia Mungu akiniambia ni yatima. Tumekaa tu kwa neema ya Mungu. Ati vile mayatima wanaishi, hivi ndivyo watoto wa Kenya tuko. Vile yatima wanakaa, vile yatima wanaishi, hivi ndivyo Kenya iko. Serikali ya Kenya ni yatima. Serikali ya Kenya ni yatima. Serikali ya Kenya ni yatima. Imekaa tu kwa neema ya Bwana. Tumekaa tu kwa neema ya Bwana. Civil servants wamekaa tu kwa neema ya Bwana. Shule ziko tu kwa neema ya Bwana. Tumekaa tu kwa neema ya Bwana. Hatukai sababu kuna utawala. Hakuna utawala, wapendwa. So wakati tunaposimama, tuombe sana Mungu aendelee kutuliza amani. Aendelee kuleta na kusimamisha amani mpaka siku zile zitafika zijayo. Huu utawala ni utawala. Mungu anasema umekuwa mgumu na utaendelea kuwa mgumu. Hakuendelei kuwa kwepesi, ila kutaendelea kuwa kugumu. Mungu amekuwa akiitana repentance kwa kanisa. Our fathers, our mothers, ningewauliza kwa humble request, our fathers, our mothers, tuungane pamoja sababu ya utawala wa Kenya. Tuungane pamoja sababu ya amani ya Kenya. Tuungane pamoja sababu ya generation yenye inakuja baadaye. Tuombe msamaha, maana sisi ndio tulikosea. Kanisa ndio ilikosea, ikakosa kusikiza kwa Mungu, wakaongea. Kwa hivyo mwenye amekalia kiti hana shida, kanisa ndio ilileta shida. Katika hii serikali, kanisa ndio ilileta shida. So nauliza katika jina la Yesu Kristo, kwa kunyenyekea, kanisa, kubalini tuungane, tuombe maombi ya kuombea taifa. Maana taifa haina utawala. Haina utawala. Utawala wa Mungu hauko kwa mwenye amekalia kiti. Utawala mwenye unatawala ni wa mtu binafsi. Sio utawala umetoka kwa Mungu. Tuombe taifa la Kenya sana. Heri Mungu angewacha musikie ama muone, ndio mjue wakati ninapokaa nikiongea ni mambo gani ninayasikia. Yani Kenya tu iko tu mahali. Ni kama kile kitu kinakuwa hakina mwenyewe. Kenya haina mwenyewe, iko tu mikononi mwa Mungu. Kenya iko mikononi mwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ako na uwezo wa kuirejesha kwa mtu mwenye atatawala akiwa ndani yake, ndio aweze kuiongoza Kenya. Ufalme wa Kenya hauko mikononi hata mwa President Ruto. Mungu aliukatalia kitabu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliukatalia kitabu. Alikatalia Kenya. Bado Mungu amehold taifa la Kenya. Hajawahi kubalia kuiachilia kwa our president. Hajawahi kubali kuachilia Kenya kwa President Ruto. Na ndio kuna changamoto hapa na pale. Maana yeye ako, lakini Kenya haiko mikononi mwake. Mungu alikataa kumpatia Kenya. Mungu alimunyima kutawala Kenya.
na hata yeye mahali ako anajua anatawala by force na kifua, sababu Mungu alikatalia Kenya. Kenya iko mikononi mwa Mungu, na Mungu asema hivi, we have power and authority ya kusema Kenya nani ataitawala. Kenya, taifa la Kenya liko mikononi mwa Mungu, haiko mikononi mwa president. Even the government, zile sheria wanafanya sheria zao wao wenyewe, but si za taifa la Kenya. Taifa la Kenya liko katika mikono ya Mungu, na Mungu ataendelea kuilinda mpaka pakuwe na mtu mtakatifu na mtu mwaminifu na mtu anayeogopa Bwana ndiye akubali kuachilia Kenya mikononi mwake. Na tulikatalia taifa la Kenya, na hata saini na ikatalia Kenya itanyakuliwa na watu wenye hamuogopi na hamuheshimu Mungu. Na Mungu aniambia ya kwamba wakati tutasema ni nani ndio Mungu ataiachilia. Bwana Yesu asifiwe. Kenya Mungu ameishikilia. Hata Kenya nyitetu ugoneka, anakuanga ameishika. Wao wanaona lakini hawako, wako na huku chini. Kenya iko mikononi mwa Mungu. Mungu alikatalia. Na asante kwa Mungu kwa kuongea, maana kwa siku nyingi amesema tuombe, but hajai kuwa akisema utawala wa Kenya uko namna gani. Na leo sababu ameongea, and I want to tell you people, kuna kitu Mungu amefanya. Kuna kitu Mungu amefanya. Kuna kitu Mungu amefanya. Kuna kitu Mungu amefanya. Kenya tunaikatalia, na mimi ninaikatalia katika jina la Yesu. Amen. Na hakuna mahali inaenda. Tutaipeana kwa yule Mungu atasema tupeane. Amen. Tumeihold back. Amen. Ona muke kuhakadi kumunegere Kenya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza shindwa ninasema nini, but I know, ninasikia sauti yenye inaniambia kuhusu Kenya. Mungu hawezi nipatia mandate ya kuzunguka nikiombea Kenya akiwa hajanipatia authority ya kusema nani atakalia kiti katika taifa la Kenya. Bwana Yesu asifiwe. I have that authority. Hata mjaribu kunyang'anyania sababu ya pesa, Mungu anajua. Na Mungu ametupatia power and authority ya kusema ni nani atakuja kuikalia. Kwa wakati huu wenye wako, mjue hawatawali Kenya. Wanatawala wakiwa huku chini, wanajaribu kukuja juu wakalie. Na ndio unaona wakijaribu hakuna kitu inaenda through, because Kenya iko mikononi mwa Mungu hata saa hizi. Na ninashukuru Mungu sana kwa kusikia ametulidia Kenya, ametuhifadhia Kenya, na Kenya haitaharibika. Kenya hatutahesabu hasara katika jina la Yesu Kristo. Kenya itasimama. Kenya watu wake watapata amani. Kenya tutaendelea katika jina la Yesu. Watu wa Mungu tusiwe na uoga tena. Maana Kenya iko on safe hands of God. Bwana Yesu asifiwe. Shekatoria mazeke. Nilikuwa ninateseka sana. Mungu ninakushukuru sana kwa ufunuo. Sikuijua Bwana, nimepigania Kenya sana. Sikujua. Sikujua Bwana. Sikujua hivi Mungu. Tukujua hivi ati ya kwamba Kenya iko mikononi mwako. Tulikuwa tunaipigania Bwana. Ni asante kwa kushukuru mashakenta kwa kupokea Kenya mikononi mwako. Na kuuliza ukazidi kuishikilia Bwana. Zidi kushikilia taifa letu, maana ukiliachilia litaharibika. Ukiachilia Kenya Bwana tutateseka. Yesu Kristo ninakuomba ukazidi kushikilia taifa letu. Ukazidi kufirita ribo zeketeri. Asante Mungu. Sikujua hivi Baba yetu. Hatukujua ya kwamba umeshikilia Kenya katika jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wetu. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Nimekumbuka ujumbe Mungu aliongea huko mbeleni, akasema ya kwamba
aliongelesha mtoto fulani, na mtoto akakuja akaniambia kwamba ati Kenya ati ameona watu wakijifungua watoto, na akasikia Mungu akisema ya kwamba haikuwa rahisi na sio rahisi kuachilia taifa. Ati taifa la Kenya ni kubwa sana, sio rahisi Mungu aiachilie bila watu wanavyofikiria. Kwa hivyo taifa, wakati usiku jua ya kwamba Mungu alikuwa anaongea kwamba bado amekamata Kenya. Na nimesikia sasa, kuna mzigo nimesikia umeondoka, na kuna kilio nimesikia Mungu ametoa kwangu, sababu nilikuwa naona Kenya iko kwa mikono ya mtu mwenye hana huruma. Nilikuwa nafikiria Kenya iko kwa mikono yenye inaweza iharibu, but mahali taifa la Kenya liko, sijui mimi mtu Mungu awasaidie muelewe. Na maanisha ni kama vile unaweza patia mtu kitu yako mwenye unajua tarida, ama ni upate kitu chako cha dhamana kiko na mtu mwenye hata ilida hata jari. Kwa hivyo taifa la Kenya limehifadhiwa vizuri na Mungu, na atailida, na Kenya haitapata shida tena. Kenya haitapata shida tena. Mipango ilikuwa imepangwa haitapangika katika jina la Yesu. Nasikia hii ni siku ya kwanza kutabiri mazuri katika Kenya, maana hivyo ndio nimesikia. Ati Kenya haitateseka tena. Ati Kenya iko kwa mikono ya Mungu. Na Mungu hatakubali Kenya ilaluliwe, hatakubali Kenya itobolewe, hatakubali Kenya ihangaike. Kenya iko mikononi mwa Mungu. Mungu ameniambia kwamba ameshikilia taifa la Kenya, na hatakubali liharibike in Jesus name. Thank you Father. Sharabozeke. Baba, tunakushukuru na tunakuinua sababu ya kukubali kushikilia taifa letu. Asante kwa kusikia kilio cha siku nyingi Bwana. Tumezunguka maeneo tukiomba sababu ya taifa la Kenya. Asante Mungu kwa kukomboa Kenya. Asante Mungu kwa kuchukua Kenya mikononi mwako. Asante Bwana kwa kulinda taifa letu la Kenya. Asante Bwana kwa kulinda watoto wetu. Tuko na amani sasa Jehova, sababu hatutazika watoto tena. Maana wenye walikuwa wanapanga mipango mibaya watoto wetu wamwage damu hawataweza tena, maana Kenya iko mikononi mwako Bwana. Asante Mungu. Yesu Kristo, vile Kenya imerejea kwako. Thank you. Vile Kenya imerejea kwako Bwana, tunaamini unatenda makubwa sasa. Tunaamini maisha sasa yatabadilika. Tutahubiri na amani Jehova, na hakuna mtu ama kitu kitaweza kubadilisha nia yako Bwana. Daini wale tuwale Yesu. Asante Mungu. Pokea sifa kwa kuhifadhi Kenya. Pokea sifa kwa kulinda Kenya Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asanteni sana. Mungu atubariki. Awabariki kwa kusimama kwa mwanya. Awabariki kwa familia zenu na kwa maisha yenu. Ni kujipata mlijipata kwa mama anayelilia taifa. Bwana Yesu asifiwe. Msijali. Na Mungu amesikia maombi. Mungu atubariki sana na tuongoze na atulinde. Hatua ya pili yenye nimesikia nitakuja tu kuipeana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo Mungu ameninenea vile atafanya Kenya kutoka sasa. Kuna mambo Mungu atafanya sasa kutoka sasa. Mambo mazuri katika Kenya. Kuna mambo, visima zitaanza kuonekana. Naona miriko ya visima. Naona mashamba yaking'aa. Naona biashara ziking'aa. Naona biashara zenye zimefungwa zikirejea. Ina wakati Kenya. Naona watu waliotoroka wakianza kurejea katika taifa la Kenya. Maana Kenya itakuwa nchi ya kufurahia. Itakuwa nchi ya kuendelea. Itakuwa nchi ya amani. Vita katika Kenya imeisha leo katika jina la Yesu. Hakutakuwa na vita tena katika jina la Yesu. Sasa ni wakati wa kumshukuru Bwana. Maana Kenya tutalia
katika jina la Yesu Kristo.